Hii hapa ni story na muhusu dada mmoja humu kwenye mtandao wa kijamii wa TikTok. Alikuwa ni maarufu sana mwaka 2022 ile 2023. Amekuja kupotea mwaka 2024. Ameni DM, nimeangalia account yake, nimekuta ni yeye mwenyewe. Huyu dada alikuwa ni maarufu sana. Alikuwa anafanya challenge tofauti. Lakini yaliyomkuta ndo kama haya anayotuambia. Mimi kawaida ya kila kisa huwa napenda kuchukua funzo moja. Wadada ambao mpo kwenye mitandao ya kijamii, angalieni watu ambao wanawatafuta kwenye hii mitandao, wanawatongoza. Kuweni makini. Huyu dada anasema kiukweli yeye ilikuwa ni kawaida kupokea DM nyingi kwa sababu akaunti yake ilikuwa ni kubwa na vitu alivyokuwa anavifanya vilikuwa vinaenda sana. Anasema kuna kipindi fulani mtu mmoja alianza muda mrefu kumtumia lakini alikuwa mzingatii. Anasema ametumiwa DM na wasanii wakubwa tu wakiwa wanamtaka kwa sababu ya muonekano wake na jinsi alivyo. Yawezekana wengine baada ya kuona kwamba anaenda viral sana wakawa wanamtaka. Sasa huyu dada anasema kwamba kuna mwanaume mmoja ni kijana tu akamtafuta na yeye akawa amemjibu. Baada ya kumjibu hao wanawasiliana mawasiliano ya kawaida tu. Anasema yeye huyu dada akawa anamfuatilia kwenye account yule mwanaume. Baada ya kuangalia maisha nayo yaishi yule jamaa, aliona ni maisha ya gari sana. Anasema akakubali kumpa namba yake ya simu. Status jamaa anaona jamaa anaendesha range. Status jamaa anaona jamaa anasafiri anaenda China, anaenda nje, mara na vikao na vitu kadhalika. Huyu dada anasema kwamba kiukweli aliona amevutiwa sana na yule jamaa. Akaona huyu anaweza kawa mume wake. Anasema akaanza kumjaribu kwa kumchuna. Anasema alikuwa anamuomba hela, jamaa alikuwa anamtumia tu bila wasiwasi. Lakini jamaa alikuwa haharakishi kitu chochote kile. Anasema siku moja wakakubaliana kwamba wakutane. Anasema huyu jamaa yeye anakaa Dar es Salaam, lakini huyu dada anasema yeye yupo mkoani. Anasema waliona kwamba njia ambayo wataitumia njia rahisi, basi wakutane Dodoma. Baada ya mawasiliano wakakubaliana, wakapanga siku ili waende wakutane, waonane live. Anasema siku hiyo kweli walikutana kwenye hoteli moja na yule jamaa. Walipofika pale aliona kwamba bado yule jamaa wala hana, yani ni kama jamaa ambaye hana madhara yoyote. Anasema kiukweli yeye hakujipanga kama watafanya tendo lolote lile, kwa sababu alimwamini jamaa jinsi anavyoongea, jamaa ni mpole. Anasema mshikaji alikuwa very romantic. Anasema jamaa alikuwa na mapenzi ya kweli, alikuwa ni mcheshi, alikuwa anamchekesha kweli, alifurahi sana kukutana na mtu yule. Anasema kila alipozidi kukaa naye alikuwa anavutiwa na kuona huyu ni mume wa kukaa naye. Anasema bili zilikuwa zinatoka pale, kila chochote anachokihitaji yeye alikuwa anakipata kwa muda na wala jamaa hajiulizi mara mbili, lakini alikuwa anatoa tu pesa. Anasema baada ya muda fulani yule jamaa akasema bwana twende tukapumzike chumbani. Yule dada anasema yeye akakataa kwamba hawezi kwenda kulala chumba kimoja na yeye. Yule jamaa akamwambia kwamba kama ni hivyo haina shida, yeye atatafuta chumba chake na yeye atalala chumba chake. Anasema kweli wakapandisha kule gorofani wakachukua vyumba viwili. Yule jamaa akaenda kwenye chumba cha yule dada ili wapige story. Anasema kweli wakawa wanapiga story pale, piga story, mitego ya wanaume ikamnasa yule dada. Anasema yule jamaa akamfanyia anavyojua yeye mwenyewe, mwisho wa siku wakakubaliana, wakalala, wakafanya mapenzi. Anasema kweli wakati wanashikana pale hakutambua kama watafika hatua hadi ya kufanya mapenzi. Anasema wakati wanalala pale wote wakazidiwa, tayari ikafanyika na kufanyika. Pale ilipofika asubuhi yeye ilibidi ageuze mkoani. Alimuuliza sana yule jamaa kwamba yeye asije akawa amebeba mimba. Jamaa alimwambia usiwe na wasiwasi. Akamwambia kwamba isije tukawa tumepata maradhi. Jamaa akasema usiwe na wasiwasi na mimi. Anasema kweli yeye hakuwa na wasiwasi. Jamaa alimbeba yule dada mpaka stendi ya mabasi. Kufika kwenye stendi ya mabasi, jamaa alitoa kibunda 200,000 akampatia yule dada. Yule dada anasema pamoja na kwamba jamaa amelipa nauli, amelipa vitu vingine vyote, lakini anampa hela nyingine kwamba ya kujikizi wewe mwenyewe huku nakokwenda 200,000. Dada anasema kiukweli aliona amepata mume. Aliona kwamba amepata mtu mshamba ambaye hajui kutumia pesa. Anasema aliwaambia na mashoga zake kwamba huyu mtu nitamchuna. Anasema na pale wakati wanaagana pale alikuwa tayari ameshaomba zawadi kubwa. Jamaa alikubali na alimwambia kabisa kwamba hii zawadi tunakupatia. Siku nyingine utakapokutana utakuta hii zawadi yako iko tayari. Anasema kweli amepanda basi pale wakaagana fresh kila mtu akawa anaondoka. Anasema jamaa kaingia kwenye gari yake moja kari akawa anageuza. Yeye yule dada safari kuelekea mkoani. Wakati yuko njiani walikuwa wanawasiliana na yule jamaa. Jamaa yuko vizuri tu anamuuliza umefika, uko salama? Jamaa alikuwa ni mtu anayekea sana. Yule dada anasema kiukweli alichanganyikiwa naye. Na alimwambia vitu vyake vingi sana vya siri. Akaona huyu ni mtu, akamwamini. Huyu dada anasema kwamba baada ya kutoka pale njiani wamewasiliana, wana mawasiliano vizuri, haina shida. Baada ya kumtumia yule jamaa kwamba sasa hivi nipo nyumbani,
dada anaona tu message zina blue, mwisho wa siku zikawa haziendi. Kuangalia picha kwenye profile ya yule jamaa anaona kivuli tu. Kufuatilia akaona kwamba tayari yule jamaa ameshamblock. Ikawa ni mwisho, hakuwahi kumpata tena. Zikapita wiki kadhaa. Mwezi ukakatika. Yule dada akawa anajihisi, akawa anaona kwenye mwili wake kuna mabadiliko. Baada ya kupima akagundua ana mimba. Lakini tena kukawa kuna shida, akawa na tatizo kama homa zinamshambulia. Muda unapozidi akawa anagundua kwamba mbona kama kuna homa zinamsumbua. Akawa na umwa mara kikohozi, mara mafua, baridi na vitu vinginevyo. Yule dada akaamua aende hospitalini, akijua labda itakuwa ni malaria tu baada ya kubadilisha mazingira. Ameenda kule kupima, kiukweli anasema swali aliloulizwa na daktari. Wakamuuliza umekuja peke yako? Yule dada anasema kwamba yeye anasema amekuja peke yake. Yule daktari akamwambia kwamba kuna habari ambazo natakiwa kukupa, inatakiwa uwe na ndugu zako. Baada hapo yule dada akasema wewe unaweza kanipatia tu mimi mwenyewe kwa sababu niko mwenyewe. Yule daktari akamuelekeza kwamba dada, hapa ulipo umeathirika. Anasema katika maisha yake ni dada ambaye alikuwa amejitunza sana na alimsaliti jamaa yake ambaye alikuwa naye muda mrefu sana. Na walikuwa hawashiriki mara kwa mara na yule jamaa yake. Lakini siku ile ile walivyokutana na yule jamaa, anasema kwamba ndio siku aliyopata maradhi. Alijitahidi sana mtafuta yule mtu, hakuweza kumpata. Na kwenye akaunti yake kuna vitu ambavyo vilitokea vilivyosababisha watu wengine humu kwenye mitandao ya kijamii kwenye akaunti yake waje kugundua kwamba kuna kitu kimempata. Anasema kwenye posti za mwishoni mwaka 2000 na kuingia 2024 ambao ni mwaka jana, ilikuwa ni posti za machozi tu. Anasema amejaribu kwenda kutoa ile mimba mara kadhaa lakini ilishindikana. Zaidi ilikuwa inampelekea yeye kwenda kupata hatari ya kutaka kufa. Anasema mpaka hadi amejifungua mtoto kufuatana na yale mapambano ambayo alikuwa akipambana nayo. Kupambana kutoa ile mimba, inakataa kutoa, inakataa, ikamletea matatizo yule mtoto tumboni. Yule mtoto kuna baadhi ya viungo vimeparalyze. Mpaka sasa hivi anamlea huyo mtoto na yupo humu TikTok, ni mtu mkubwa tu. Na huko anaendelea kuuguza maradhi aliyoyapata kwa tamaa ya siku hii moja. Sijui tunajifunza nini. Ameniambia anatamani kushare yeye mwenyewe kwenye akaunti yake kwa sababu watu walikuwa wanamwamini. Lakini hawezi kushare kwa sababu watu watampa maneno ya kumkatisha tamaa. Alitamani awapatie wanawake wenzake ili waposti kwenye akaunti zao. Lakini mwisho wa siku anaona kwamba itamletea wale wadada ambao mnatongozwa kwenye mitandao ya kijamii. Funzo ni kwa huyo mwenzenu. Wenu